Online TV. Sina kuongea. Kwa majina yangu naitwa Lucia Malima. Naishi Nyamanoro. Na aliyefariki ni mume wangu. Kwa nini wametengeneza kitu kikubwa hivyo? Hamna jamani. Kwa serikali ndio itatusaidia, itakuwa pamoja na sisi, tunangu apate haki yake. Sikutegemea mama anaweza akabadilika, yaani baba anageuka. Mama kauza madawa wapi? Saa ngapi? Eti anakimbia akaanguka tu akafa. Wakati wamempiga. Mama alikuwa hana tatizo lolote, alikuwa hana ugonjwa wowote, hawezi akaanguka tu akafa. Wanachukua maisha yao bado wanageuza. Kwa nini wasiseme tu ukweli? Kwa nini wasimsaidie akapata haki yake akapumzika kwa amani? Mama alikuwa ni fundi. Alikuwa anatengeneza simu. Alikuwa anatengeneza laptop. Ofisi yake inajulikana. Kila mtu anamfahamu. Saa mkorofi. Hana ubaya na mtu. Kwa nini wamsingizie kitu kikubwa hivyo? Kwa sababu amelala, hawezi kujitetea. Kwa sababu wamemua, wanajua hawezi kuongea. Babu Rashidi wamemchukua kwenye ofisi yangu. Wanahitaji shilingi ngapi? 50,000. Kwenye 50,000 nikawashusha, ina maana wakasema bana tupe elfu ngapi? 40,000. Nikasema 40,000 siwezi kuwapa. Wakaniambia bana toa 50,000. Nikawapa 40,000 wakaichukua. Wakamkimbiza Babu Rashidi. Yule mtoto wa Swaga akaenda kumpiga kwenye mbavu huko. Walipomrudisha, bado tuko nao hapo, bado tunaujiana. Walipomrudisha Babu Rashidi, ina maana nikaona hali yake imezidiwa, nikawaambiaje mimi amweze kuniachia mtu yuko wapi kwenye ofisi yangu. Cha kufanya ni hivi, tumpeleke wapi? Mpelekeni hospitali. Ndio kumchukua kumpeleka hospitali. Wakaenda kwenye kituo cha Pamba. Na sisi tukawafuatilia nyuma, tukasema watamtelekeza. Kuwafuatilia nyuma tukakuta Babu Rashidi na maana yuko kwenye pikipiki, tukasema tumeshachukua hela 40,000 hiyo kodeni bajaji, mpeleke wapi? Segetule. Wakasema haya. Wakakodi bajaji. Tayari Babu Rashidi tayari, kwa uchunguzi wangu nikawa nimeshaona pale ameshafariki. Nikasemaje tukaenda kuwazuia Segetule. Tukampeleka Segetule, daktari akaniambia bana tayari mtoto wenu amefariki. Na hiyo 40,000 ambayo walikuwa waliochukua ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya rushwa. Walikuwa walitaka nini hasa mpaka yaani wenyewe walitaka 40,000, wanasema bana wewe umemzoea Luka ndo unampaga hela na sisi tunataka hela. Naitwa Restuta Kibuta. Naishi mtaa wa Nyashana lakini nafanya biashara Lumumba. Ambao ni kijana wangu anaitwa Rashidi. Nimekaa hapo zaidi ya miaka 10 hapo Lumumba. Mlango wake na wa kwangu yani tumepakana tu. Sijawahi kumsikia kijana anauza madawa ya kulevya wala anafanyaje, ni fundi simu, anachoma na memory, anachoma muziki, sijawahi kumsikia. Lakini sasa nikasikitika, nikaambiwa kijana amekufa. Ndio nikifuatilia niona sema kwamba alikuwa anauza madawa ya kulevya. Kwa sababu huyu kijana sijawahi kumuona wala kumsikia wala hajui kuongea na mtu wala kubishana na mtu. Akifika kwenye kazi yake amekaa basi, mama shikamoo basi imetosha. Kwa jina naitwa Nyabateni Mponi. Naishi Bugandomishi. Babu Pono alikuwa ni mtu ambaye hana makuu na mtu. Babu Pono alikuwa ni kipenzi cha watu, agombani na watu, ajue kutukana mtu. Babu Pono kazi zake anafanya na flash simu na kuchoma muziki Lumumba. Hata tulikuja kushangaa juzi tunapigiwa simu tunaambiwa eti Babu Pono kauawa na polisi jamii. Ni Zongoli na Ruka na genge. Na huyo mtoto ananizii wa Swaga Ibu. Yaani tumesikitika sana. Wanasema wenyewe maaskari polisi jamii wanasema wenyewe wametumwa kutoka na maaskari wakubwa kutoka kituo cha Pamba. Ndio wametumwa. Ina maana sio mara moja, ni kila siku. Wanawafuatilia watu huko mlimani, wanakuja wanawakamata, wanawapiga. Mtu anatoka na biashara zake huko, wanakina mama wanawakamata, wanawapiga, wanawanyang'anya nguo, wanawanyang'anya nini, kila kitu, hela wanataka. Kwa wastani kwa kweli wa polisi jamii wametuchosha, wanasema wametumwa na mkuu wa kituo. Make your day right.
Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.